Siku moja nikawaambia watu, hivi mganga alinenaga kwa lugha neno limbwata, sijui ni Kinyiha, sijui ni cha kwenu cha hapa, sijui ni cha Ireje, mimi sielewa, sijui alinena kwa, nafikiri mganga aliwahi kunena kwa lugha akasema limbwata. Hebu muulize jirani yako, hivi limbwata maana yake nini? Kama anajua basi ataniunga mkono. Alinenaga kwa lugha, watu wakaondoka na kunena kwa lugha kwa mganga. Watu waelewe, waseme amen, haleluya. Vyovyote vile Yesu ni zaidi ya vitu vyote hivyo. Hapa tunatuma mkono kwenye nyumba ya mtu hapo. Tumetuma yani sauti ni mkono wa mfalme Yesu. Haleluya, haleluya. Huu ndio mkono wa Yesu umekuja kuchukua watu. Haleluya. Hebu mpigie tena Yesu makofi mengi. Popote ulipo mpigie Yesu makofi. Ongeza tena makofi mengi. Najisikia kuongea maneno mazito, lakini kabla sijaongea maneno mazito, naomba nathamini uwepo wa baba askofu. Tafadhali baba askofu, naomba uweze kutamka neno, alafu tutaendelea na wachungaji wengine ambao hawakusalimia jana, bila shaka watasalimia ili mambo mengine yakae vizuri. Baba yetu askofu mkuu yuko hapa. Hebu tumpigie makofi mengi. Glory. Makofi hayo hayatoshi, tafadhali ongeza tena makofi mengi. Asante baba. Bwana Yesu asifiwe. Makutano, Bwana asifiwe. Naweza nikazima moto huu. Moto umetoka pale likalukia hapa. Kutoka pointi ya kwanza, ya pili, ya tatu, lazima ujumbe badilike. Nitawasalimu siku nyingine vizuri. Bwana asifiwe. Washa moto. Haleluya. Hebu tumpigie makofi mengi. Baba askofu yetu yuko vizuri. Aisebu mpigie tena makofi mengi. Glory. Ongeza hayo makofi. Tuko mbele za Bwana jioni ya leo kwa mara nyingine tena. Leo hii ni siku ya tatu. Juzi tuliweka jiwe la msingi mahali hapa. Tuliendelea na jana na leo bado tunaendelea. Tunahubiri habari za ufalme kule tunakotarajia kwenda, kwa sababu hapa duniani hakuna mtu ambaye ataishi milele. Kila mtu atapita. Hata kama ungekuwa mtu wa namna gani, lazima utalala mauti. Bahati nzuri mahali hapa tulipo kuna makaburi. Kama Yesu atachelewa kuja, kila mtu hapa lazima ulale mauti, lakini kuna wakati utaamshwa. Ndiyo maana tuko hapa kukukumbusha ya kwamba usijisahau. Maisha yako unayoishi, mshirikishe Mungu. Mungu awe Bwana na Mwokozi wako popote uingiapo na kutoka. Usijisahau mama, usijisahau baba, usijisahau kijana, usijisahau mtoto. Mwambie Yesu, mshirikishe maisha yako. Hatua kwa hatua utapata uzima wa milele. Pigia Yesu makofi mengi. Ongeza tena makofi. Narudia tena ile kauli ya juzi. Nilisema ya kwamba hapa hatujaleta habari za dini, kwa sababu dini haimjui Mungu. Dini haiendi mbinguni. Dini ni kama vyama tu, sawa na CCM na Chadema. Dini ni mpango wa watu kumtafuta Mungu, lakini wokovu ni mpango wa Mungu kutafuta watu. Hapa tumeleta wokovu, hatujaleta habari za mtu yeyote. Tumeleta habari za mfalme wa wafalme aliyeziumba mbingu na nchi. Ebu watu wote sema amina. Pigie tena Yesu makofi. Ongeza tena makofi. Sema amena. Wembe ni ule ule. Ukiona mtu haitikii, manake kuna mahali anaitikia. Aidha ni mchawi, lakini pia huenda anakailizi mfukoni. Lakini isivyo bahati, hakuna hilizi wala uganga mahali hapa. Mtu akileta matunguli yake, tunayawasha moto katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Hey, hebu tumpigie tena Yesu makofi.
Jioni ya leo bado tunaendelea na ile operation kabambe ya kuwatua watu mizigo. Haijalishi umebeba mzigo wa aina gani, huo mzigo lazima utuliwe ukitaka. Kama ukitaka, Yesu anakutua mzigo akiwa ndani yetu. Kwa hiyo jioni hii bado tunaendelea na hizo operation kabambe za kuwatua watu mizigo. Lakini nataka niseme kwamba majira haya nataka nikukumbushe habari za ufalme kule tunakotarajia kwenda. Hivi unafahamu kwamba kuna watu wameaminishwa kwamba akifa anapotea, lakini pia kuna watu wameaminishwa ya kwamba akifa ataombewa sala fulani ya kumshawishi Mungu ili Mungu amtoe mahali pabaya amuweke mahali pazuri. Nataka nikwambie jioni ya leo, hizo habari ni habari bandia. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, hizo habari ni habari bandia. Usipokubali kusikiliza maneno ya Mungu ambayo tumekuletea jioni ya leo, maneno ya ufalme, maneno ya uzima, hauwezi. Ukifa umekufa. Ukifa hakuna matengenezo. Matengenezo ni sasa mama, matengenezo ni sasa baba, matengenezo ni sasa kijana. Hakuna matengenezo ya mtu aliyekufa, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba mtu aliyekufa hakuna ijara tena, hana ijara tena. Hebu mpigie Yesu makofi mengi. Nataka niongee hizo habari kwa uzuri. Hizo habari zinawahusu watu wote wenye mwili. Uwe unasali, uwe usali. Kwa nini nazungumza pia na watu wanaosali? Unaweza ukajisahau katika kusali kwako. Usiwe kama wale wapiga debe ambao wanakaa kwenye vituo vya mabasi, wanasema tunaenda, wanaingia mpaka kwenye gari, alafu gari likijaa yeye anashuka. Usiwe kama mpiga debe. Wewe uliyeko hapa, hakikisha umejiungamanisha na watu wanaoenda safarini. Nyumbani kwetu mbinguni tunasubiriwa. Kaa katika mkao wa safari. Usipende kunyosha vidole kwamba wewe hapo. Jikague wewe kwanza, alafu ndo unyoshe vidole. Hata mimi mwenyewe ninayekuletea habari hizi nimeanza kujikagua mimi kwanza, kwamba hivi wangu itakuwaje, mwisho wa maisha yangu itakuwaje? Je, Yesu atakapokuja akikuta sijafa, hivi itakuwaje? Je, nikifa siku hiyo, hivi itakuwaje wakati wa mauti yangu? Nimetafakari kwanza, nimepiga mahesabu ya kujumulisha na kutoa. Jibu nililolipata ni kushikamana na Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi. Pigia Yesu makofi mengi. Sasa tutakwenda kusoma Biblia. Naomba mlio na Biblia, tutachukua Biblia zetu. Chukua Biblia. Tutasoma vitabu viwili. Tutasoma kile kitabu cha Danieli. Hiyo mic mmeichokonoa tayari. Haikuwa hivyo. Hebu toa hiyo Twitter. Sasa alafu akae mfundi mitambo mzuri pale. Sisi tunajua kuseti vyombo, msituvuruge. Sasa ukisoma kile kitabu cha Danieli 12 mstari ule wa kwanza. Nitasoma hivi vitabu viwili. Nitasoma Danieli 12 mstari wa kwanza na kile kitabu cha Ufunuo sura ya 20. Biblia inasema, wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwako wakati wa taabu, mfano wake haukuwepo tangu lilipoanza kuwepo taifa. Okay, nitarudia tafadhali. Hebu naona maandishi hayaonekani vizuri. Hebu soma kwenye Biblia hiyo. Naona mwanga unasumbua. Hebu soma vizuri hapo. Soma vizuri. Usome mpaka mstari wa 3. Amena.
Ndio. Nasoma kwa jina la Bwana. Ndio. Wakati huo Mikaeli atasimama. Ndio. Jemedali mkuu. Ndio. Asimamaye upande wa watu wako. Ndio. Na kutakuwa na wakati wa taabu. Ndio. Mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa. Ndio. Hata wakati huo huo. Ndio. Na wakati huo watu wako wataokolewa. Ndio. Kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Ndio. Mstari wa 2. Naam. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka. Ndio. Wengine wapate uzima wa milele. Ndio. Wengine aibu na kudharauliwa milele. Ndio. Mstari wa 3. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga. Ndio. Na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Soma kitabu cha Ufunuo 20 kuanzia mstari wa 11 mpaka ule mstari wa mwisho. Soma vizuri. Ufunuo sura ya 20 na mstari wa 11. Kisha nikaona kiti cha enzi. Ndio. Kikubwa cheupe. Ndio. Na yeye akatie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake. Ndio. Na mahali pao hapakuonekana. Ndio. Ni 12. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo. Ndio. Wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Ndio. Na vitabu vikafunguliwa. Ndio. Na kitabu kingine kikafunguliwa. Ndio. Ambacho ni cha uzima. Ndio. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Ndio. 13. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Ndio. Na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Ndio. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Ndio. 14. Mauti na kuzimu zikatupwa katika ziwa la moto. Ndio. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Mstari wa mwisho. 15. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Pigia Yesu makofi mengi kwa kutupa tahadhari. Sikiliza vizuri kwa makini. Maandiko matakatifu tuliyoyasoma yanatukumbusha kwa umakini kwamba tunapoishi katika ulimwengu huu, usije ukajisahau. Maisha haya yana mwisho, kufumba na kufumbua. Utashangaa upo katika ulimwengu mwingine. Nilitamani watu wangesimama tafadhali. Kama sema jana, vita huwezi ukapigana ukiwa umekaa. Hata hivyo haka kamlima haka na hisi kana washawishi watu kukaa. Mungeweza kusimama tafadhali, kwa sababu vita hatupiganagi huku tukiwa tumekaa. Wakati tunaimba hatukukaa. Sasa inakuwaje tunakaa wakati tunapigana vita katika mazingira kama haya? Sasa sikiliza nikwambie. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia hii inatukumbusha kwamba wewe mwanadamu unapoishi katika ulimwengu huu, usijisahau. Hayo maisha hayo unayoishi, huo uzima ulionao sio uzima wa milele. Huo uzima umeazimwa. Kufumba na kufumbua, mwenye uzima atakuja kuchukua. Sasa haijulikani atakuja saa ngapi, atakuja siku gani, atakuja wiki gani, atakuja mwezi gani, atakuja mwaka gani, isipokuwa
maandiko matakatifu yanatukumbusha ya kwamba huu uzima tumeazimwa. Na Biblia hii ilivyosema, Biblia inasema ya kwamba wakati huo Mikaeli atasimama jemedari mkuu. Kwa nini Mikaeli? Kwa sababu Mikaeli ndo kiongozi wa vita, ndo mwamuzi mahali popote panapoitwa vita. Biblia inasema hivi, kutakuwepo wakati wa taabu, mfano wake haujawahi kuwapo toka lilipoanza kuwepo taifa. Mimi ni wakati nasoma maandiko haya nikatafakari, wakati narejea kwenye maandiko matakatifu nikakumbuka ya kwamba kuna mahali fulani taabu ziliwahi kutokea. Iliwahi kutokea ile gharika ya Sodoma na Gomora, lakini pia iliwahi kutokea kuna gharika mbalimbali ambazo ziliwahi kutokea Biblia takatifu. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati huo itatokea taabu mfano wake haujawahi kuwapo. Manake hizo taabu zote ambazo walipata Sodoma na Gomora, hizo zitakaa pembeni. Hiyo taabu ni taabu ya aina yake. Mimi ninaamini ya kwamba kila mwanadamu unapoishi chini ya jua umewahi kupata taabu, lakini haitafanana na hiyo taabu ijayo. Hiyo taabu sio taabu ya kawaida. Hiyo shida, watu watapata shida, sio shida za kawaida. Unavyosemaga napata shida mwenzenu, hiyo shida sio shida, ipo shida yenyewe. Wakati huo Biblia inasema ya kwamba, ukisoma mahali fulani kwenye kile kitabu cha Ufunuo, Biblia inasema Yesu atakapokuja ulimwenguni ataikunja dunia yote kama karatasi, watu wote tutaonana karibu, alafu kisha atahukumu ulimwengu. Hebu sikiliza nikwambie, kulingana na jiografia ya Biblia takatifu inavyotukumbusha ya kwamba kuna watu wamejisahau, wanaishi kana kwamba wataendelea kuishi, wanaishi kama kwamba maisha ni ya kwao, hawatakufa, hawatapotea. Nataka nikwambie ya kwamba hii Biblia inasema ya kwamba kuna wakati utaonja shida, kuna wakati utapata taabu. Hiyo taabu sio taabu ya kawaida. Wakati huo mimi sijui utakuwa wapi mama, utakuwa wapi baba, lakini Biblia inasema ya kwamba itakuwepo taabu mfano wake haijawahi kutokea. Hebu mpigie Yesu makofi wakati tunatuni vizuri. Ongeza tena makofi mbele za Bwana. Yeah. Mwambie jirani yako, sikiliza vizuri, usitawanye mawazo yako, ukae mbali, ukae karibu, na masikio yako yasikilize hii sauti, masikio yako ya ndani. Hebu sema haleluya, sema tena haleluya, sema tena haleluya. Mimi nimekwambia ya kwamba wakati naanza hapa nimesema kuna watu wameaminishwa ya kwamba akifa atapotea, au akifa ndo mwisho wako. Kuna wakati ukifa kuna mahali tunakwenda, na ukifa, kifo ni kubadilisha mazingira, kufumba na kufumbua. Unakuta uko mahali fulani. Sasa inategemeana na hayo mazingira. Kuna maeneo ya aina mbili, kuna uzima wa milele, alafu kuna jehanamu ya milele, kama Biblia hapa ilivyosema kwamba hivi wakati huo, hiyo tabu itakapokuwa imetokea, watu wengi waliokufa mabilioni na mabilioni ya miaka yasiyohesabika, Biblia inasema wote watafufuliwa siku hiyo kabla ya hukumu. Watu wote lazima wafufuliwe. Hata haya makaburi haya tunayoyaona hapa, hawa watu waliolala hapa watafufuliwa ili wahukumiwe kwa kadiri ya matendo yao. Ndio utakuja kugundua ya kwamba unapokuwa umekufa sio kwamba umepotea. Kuna mahali unawekwa. Kwa maandiko matakatifu Biblia ilivyosema kwamba hivi wakati huo watu wote watafufuliwa, waliolala, mababu na mababu, kuanzia Adamu siku hiyo atafufuliwa,
alafu akisha kufufuliwa, alafu kuna watu wa aina mbili pale. Kuna watu ambao watapata aibu na kudharauliwa milele, alafu kuna watu wengine watapata uzima wa milele. Sasa nataka nizungumze kwanza mazingira ya aibu ya milele. Pale kuna mambo mawili, kuna aibu ya milele alafu na uzima wa milele. Nataka nikutahadharishe mama, ustastahimilije ile aibu ya milele. Ni kweli huenda umewahi kupata aibu, lakini ile aibu haina mfano wake. Ile aibu haitazoeleka, ile aibu haitavumilika. Nataka nikwambie mpendwa, ishi maisha ya utakatifu, usijisahau, kwa sababu kuna mahali tunakwenda. Hapa duniani sio petu, kuna mahali tunasafiri, kuna mahali tunakwenda. Hebu mshike jirani yako mkono, mwambie kaa katika mkao wa safari. Hapa duniani sio petu, kwa sababu kuna mahali tunakwenda. Mwambie usijisahau, mwambie usijisahau. Hapa duniani kama ambavyo nimekwambia ya kwamba Biblia imesema ya kwamba hapa kuna maisha ya hapa duniani, alafu maisha yakiisha hapa kuna mahali tunakwenda. Kumbe mtu akifa hawezi kupotea. Kumbe mtu akifa lazima ahukumiwe, lazima atolee hesabu mbele za Bwana, na huyo ambaye atakuja kutoa hesabu ya kila mwenye mwili ni Mungu mwenye wewe, kwa sababu hakuna mwanadamu aliyejiumba. Wote chini ya jua tunaishi ni kwa sababu Mungu ameruhusu tuishi. Mwambie jirani yako, Mungu ameruhusu uishi. Hajasikia vizuri, ndio maana asemi. Mwambie Mungu ameruhusu uishi. Sasa usijisahau. Biblia hiyo inasema ya kwamba wakati huo wale wote waliolala mavumbini sharti wafufuliwe. Kwa siku hiyo, huo ufufuo, watu wote watafufuliwa, alafu kila mtu atasimama kwenye kiti cha hukumu, atauliza maswali, alafu matendo yako yatakutangulia mbele. Haijalishi kama ulikuwa mchawi, hutajitetea kwa sababu matendo yako yatakutangulia mbele. Kama ulikuwa mlevi, matendo yako yatakutangulia mbele. Kuna mtu mmoja nilikuwa naongea naye, nilikuwa namwambia habari za ufalme wa Mungu, akasema huyo Yesu toka mlipoanza kusema atarudi, mbona hajarudi mpaka sasa? Ni miaka mingi imepita, hajawahi kurudi. Na hata hivyo mnasema ya kwamba atakuja kama mwizi, na mwizi akija kuna mawili, aidha akamatwe, aidha apone. Labda huyo Yesu alikuja kama mwizi, alikamatwa mahali fulani, akawa ananiuliza maswali ya kejeli. Nikamwambia, kijana, sikiliza, huo uzima umeazimwa. Huo uzima ni asili ya Mungu, na hata hapa tulipo hapa yupo anasikia hayo maneno yako unayomdhihaki. Nikamwambia yule kijana, akasema toka zenu ninyi watumishi, makanisa haya ni biashara. Nikamwambia kama ni biashara, fungua la kwako. Na wewe uliyeko hapa unaweza ukawa umeendelea kusikia maneno ya aina hiyo, wanakuambia makanisa ni biashara. Ni kweli ni biashara, kwa sababu Yesu anawataka watu wote waje kwake, ili shetani abaki bila watu. Shetani hakuumba watu isipokuwa anarubuni watu ili waendelee kumtumikia. Lakini kabla hiyo saa haijatokea, hebu watu wote wakimbilie kwa Yesu popote tunaposikia sauti hii, kwa sababu mbele yako kuna hatari. Ukiishi maisha ya kujisahau, mbele yako kuna hatari, mbele yako kuna ole. Kimbilia kwa Yesu mama, kimbilia kwa Yesu baba, utapata uzima wa milele. Sema amina, sema amina, sema amina tena, sema amina tena. Pigie baba yetu makofi mengi, baba yetu wa mbinguni. Sasa ukisoma kile kitabu cha Ufunuo, kama tulivyosema, Biblia inasema watu wote watakapofufuliwa,
alafu wote waliolala kuzimu, waliolala makaburini watasogezwa kwenye kiti cha enzi tayari kwa ajili ya kuhukumiwa. Pale hakuna chenga yoyote. Kuna kijana mmoja aliniambia mimi, wakati tumepanga msururu pale, nikiona huyo Yesu amegeukia kwingine, mimi nitajichomoa haraka haraka. Nikamwambia, kijana, umepata wapi mawazo hayo? Ni kweli shetani anawaplanisha watu vitu vya uongo, anawaraghai watu kwa mawazo ya aina mbalimbali, lakini haitakuwa hivyo. Biblia inavyosema ya kwamba wakati huo watu wote, Biblia imesema wafu. Ndio unakuja kugundua kwamba watu wote waliolala hapa watafufuliwa, alafu ndo watasogezwa pale kwenye kile kitabu, pale kwenye kiti cha enzi cha hukumu. Biblia imesema kuna kitabu na vitabu. Sasa nataka nizungumze vizuri kwenye hivyo vitabu na kitabu. Kule kanisani kwako unakosali kuna kitabu, kuna daftari linaloandikwa. Wako malaika wanaitwa waandishi wa habari, ingawa na hapa wapo isipokuwa hawaonekani. Unapoona pale kuna madaftari, kuna mafaili mbalimbali kule kwenye kanisa lenu, na kuna daftari lingine yuko analishikilia yule malaika mwandishi wa habari. Biblia inasema hivyo vitabu pale, kuna vitabu viwili, kuna kitabu kingine alafu na vitabu. Biblia imesema ya kwamba wakati huo wale wafu watakapokuwa wamesogezwa mazingira yale tayari kwa ajili ya kuhukumiwa, Biblia imesema ya kwamba wafu wale watahukumiwa kwa kadiri ya matendo yao. Nilitaka kusema ya kwamba kule kanisani kwako unakosali, ni kweli unapoona kuna vitabu au kuna madaftari, kuna majina mnaandika, na pia kuna daftari ambalo malaika mwandishi wa habari anaandikaga tabia zako, mahudhurio yako, unamwabuduje Mungu katika roho na kweli, njia zako zote. Ni kweli unaweza ukawepo hapa, ni kweli unaweza ukaimba, ni kweli unaweza ukatoa sadaka, lakini tabia zako hazifanani na macho yetu tunavyokuona hapa. Wewe mwenyewe unajijua huko uliko. Ndio maana nimesema ya kwamba haya maneno ya leo yanawahusu wapagani na watu tuliookoka. Tusiwe kama wapiga debe, tuishi katika matarajio ya kujisafisha dhamira zetu, kwamba safari imepamba moto. Ukijilegalega, mazingira baadaye yatakuwa magumu kabisa. Hebu mpigie Yesu makofi mengi. Amina. Biblia inasema ya kwamba wakati wa wafu watakuwa wamepanga msururu kwa ajili ya kwenye kuhukumiwa, alafu wakisha kuhukumiwa, Biblia inasema hivi, watasogezwa pale, watatupwa kwenye lile ziwa la moto. Lakini wale waliookoka kabisa wataenda mbinguni, watafunga safari, watarudi nyumbani kwetu mbinguni, watakaa kwenye kiti cha enzi mbele za Mungu wetu, mbele za Mungu wetu. Lakini wale waliokamatwa wamepelekwa kule kwenye jehanamu ya milele. Kule hakuna kurudi tena, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba hii ndo mauti ya pili. Kuna mauti za aina mbili. Mauti ya kwanza ni hawa waliolala hapa makaburini, lakini ile mauti ya pili ni wale ambao wataenda jehanamu milele na milele, miaka mabilioni na mabilioni yasiyohesabika. Ndipo Biblia inasema huko kutakuwepo kilio na kusaga meno. Nataka niwaambie wapendwa wenzangu, majira haya tupo hapa ni kama tumepoteza muda, lakini kumbe hatupotezi muda. Tunakumbushana, ni kweli, watu wasijisahau. Maisha yetu haya yanakaribia kufika mwisho. Kwa usijisahau mama, usijisahau mpendwa, kwa sababu tunakaribia kufika mwisho, na matengenezo ni hapa hapa duniani. Hakuna mtu ambaye atamshawishi Mungu, atamfundisha Mungu mahali pa kukuweka mtu aliyekufa. Kuna watu wana tabia kumfundisha Mungu mahali ambapo pa
kumweka Mungu. Wanasema eti utaombewa sala fulani. Mimi nataka niifute hiyo sala. Hiyo sala si kweli. Mungu anataka watu watengeneze maisha yao wakiwa hapa duniani. Maisha yako unatengeneza ukiwa hapa duniani. Ukifa imeisha hiyo, hakuna matengenezo tena. Mama, kimbilia kwa Yesu. Popote unaposikia sauti hii, tengeneza ndani ya moyo wako. Kumbuka mpale ulipoangukia ukatubu. Yawezekana ni kweli unasali, ni kweli unatoa sadaka, ni kweli unaimba, lakini moyo wako, kwa sababu moyo ni kichaka, na Biblia inasema ya kwamba moyo unakuwa mdanganyifu. Wako malaika wa injili ya milele, wako malaika wa makumbusho. Itakuwa hasara sana kama uliimba sana, ukuitumikia dunia vizuri, lakini siku hiyo kufumba na kufumbua ukashangaa unatupa kule kwenye aibu na kudharauliwa milele. Itakuwa hasara. Kimbilia kwa Yesu. Watu wote tutengeneze ndani ya dhamira zetu. Yawezekana tuko hapa kama nilivyosema ya kwamba tunanyosha vidole kwa wengine, alafu vidole vingi vinaturudia. Hebu tutengeneze wapendwa, tutengeneze dhamirani mwetu, kwa sababu tunakaribia kwenda nyumbani na saa haijulikani kwamba ni saa ngapi, kwamba ni lini, kwamba ni wiki gani. Tunakaribia kwenda nyumbani. Tengeneza mawazo yako, tengeneza mawazo yako, tengeneza njia zako, tengeneza moyo wako. Popote unapoishi, hebu angalia, hakikisha njia zako zinakuwa salama. Ni kweli tunaendelea kuhubiria watu, lakini tujipekue na sisi kwenye dhamira zetu. Mshike mkono jirani yako, mwambie uko sawa kweli? Hebu mpigie Yesu makofi. Watu sasa hivi wamezoea kifo, wamezoelea kifo, hata kufa hawaogopi, mpaka wanauliza bei za kifo. Wanasema kwani kufa bei gani? Ndugu yangu, ukifa hakuna matengenezo. Hawa waliolala hapa hawawezi kutengeneza tena. Wewe umepewa dhamana. Ndio maana Yesu alisema ya kwamba kwa mtini jifunzeni na miti mingine. Hakuzungumzia ile miti, alizungumzia miti watu. Wewe ni mti, mimi ni mti. Unapoona mwenzako amekufa, tafakari kwa nini amekufa yeye, alafu wewe uko hai. Anakufundisha nini? Na mara baada ya kufa amekwenda wapi? Tafakari njia zako. Yawezekana uko hapa, lakini tabia zako ni za ajabu, lakini ni mchawi, lakini mshirikina, lakini ni mzinzi wa kutosha. Ninakumbuka kisa kimoja. Niseme nisiseme? Sema. Nakumbuka kile kisa. Kuna baba mmoja, wakati huo mimi naendesha bodaboda pale Tunduma. Kuna baba mmoja, nimewahi asubuhi na mapema, nimewahi kubeba abiria. Kuna baba mmoja akanisimamisha mahali fulani. Alivyonisimamisha akaniambia, hapa kuna safari mbili, tunakwenda nyumbani, alafu tunaenda, tukitoka pale nyumbani unanipeleka stendi. Nikasema sawa. Tukafunga safari mpaka nyumbani kwake. Tulivyofunga safari, kumbuka hapo ni asubuhi na mapema, saa 11. Tukafika pale nyumbani kwake, kumbe alilala kwenye nyumba za wageni wakati yeye ni mwenyeji. Yawezekana wewe hapa ulipo una tabia za aina hiyo, tabia za ajabu, tabia za uzinzi. Na nifahamike wazi, kuna watu wengi wanasaligi sana, lakini tabia zao zinakuwa ni tabia za ajabu, hasa kwenye masuala mazima ya uzinzi. Yule baba akaniambia ya kwamba hapa ni nyumbani, alafu niingie humo ndani nichukue fedha. Kumbuka alilala kwenye nyumba za wageni wakati yeye ni mwenyeji. Akaingia pale nyumbani kwake, akagonga. Mke wake hakutaka kufungua, akagonga tena, akambembeleza mke wake kwamba, mama watoto, samahani, naomba unifungulie. Yule mama watoto akasema, toka zako. Umetoka wapi huko? Unataka kuja kunisumbua asubuhi hapa? Baba yule alivyoona mama watoto amepalangana, baba yule akaruka ukuta,
akaingia ndani. Alipoingia ndani, ukabaki sasa mlango wa ndani. Anabisha ule mlango wa ndani, yule mama hataki kufungua. Baba akavunja mlango. Kumbuka muda unaendelea kwenda, kwa sababu amekata tiketi tayari kwa ajili ya kusafiri kwenda kufunga mzigo Dar es Salaam. Sasa wakati huo mimi niko pale nje naendelea kusikiliza. Nikashangaa, kumbe mama ameficha hela, kwa sababu baba amelala kwenye nyumba za wageni wakati ni mwenyeji. Mama ameficha hela za safari. Sasa kipindi hicho yule baba alivyombembeleza mke wake ikashindikana, akampiga roba ya mbao, akampiga roba, akasema nikutoe roho, nikutoe roho. Mimi nasikiliza kule nje, akasema nikutoe roho. Na yule mama analaizisha kutolewa roho, utafikia aliwahi kutolewa akarudishwa tena. Akasema nitoe, nitoe, kwani kufa bei gani? Nikashangaa sana, watu wanalaizisha kufa. Sasa mimi nilivyoona mazingira pale tayari pamebadilika, tayari amani imeondoka, vita vimepamba moto, mimi nikaamua kusamehe na nauli. Nikaona hapa sitaki tena ushahidi hapa, wasije wakatoana roho humo ndani, alafu mimi nikawa shahidi namba moja, nikaondoka. Kwa nini nazungumza hivyo? Usirahisishe kutolewa roho. Kufa ni kipengele kingine. Ukifa bila kutengeneza na Yesu ni hatari kubwa sana. Yawezekana uko hapa una tabia ya uzinzi. Telekeza huo uzinzi huko kabla siku hiyo ya mwisho yako haijatokea, kwa sababu kufumba na kufumbua, kuna wakati utasogezwa kwenye kiti cha kifalme ili utolee hesabu. Na ifahamike wazi, matendo yako yote yatatangulia pale mbele. Unaishije kwenye mtaa wako? Yawezekana tuko hapa, ni kweli tunasali, ni kweli tumeokoka, lakini tukisema hivi tutangaze injili za mtaa kwa mtaa, tufike kwenye mtaa wako tukahubiri, wewe ndo uwe reception wetu, utazua safari ya dharura. Utasema mimi naenda Mbeya mara moja. Kwa nini Mbeya? Kwa sababu ya tabia zako za umbea. Hebu acha umbea mama. Umbea makanisani umeshamili. Watu waache umbea, watu waache masengenyo, watu waache vipuri. Ni kweli wana tabia ya kupiga magoti kwa wachungaji. Unafika unakuta mnapiga magoti kwa baba mchungaji. Baba mchungaji, sika kwenda karudi. Piga magoti kwanza kule kwa mume wako, kwa sababu Biblia inasema ibada njema inaanzia nyumbani. Ibada njema inaanzia nyumbani. Hauwezi kutuletea makorokocho yako hapa ukapiga magoti kwetu, alafu kule nyumbani una kiburi, kule nyumbani umeharibika, kule nyumbani umegeuka kuwa mbogo. Ibada inaanzia nyumbani mama. Yawezekana unaweza kuhubiri hapa ukanyocha vidole kwa wenzako, lakini injili ianze kukufyeka wewe kwanza. Ubomoke moyo wako, utengeneze vizuri moyo wako katika jina la Yesu aliye hai. Pigia Yesu makofi. Amina. Kuna kitu kinaitwa dhambi ndogo ndogo. Hivi dhambi, ingawa Biblia inasema hakuna dhambi ndogo wala kubwa, ishi kwa umakini sana. Ishi katika utakatifu, kwa sababu siku zimeisha. Ni hatari ukaishi maisha ya kujisahau. Kwenye makanisa siku hizi kuna washirikina. Na kuomba mpendwa mwenzangu, mpendekoste mwenzangu, usiwe mshirikina, usiwe mshirikina. Ishi kwa maisha ya kumpendeza Mungu, kama ambavyo nimesema ya kwamba ibada njema inaanzia nyumbani. Tengeneza kwanza nyumbani. Ondoa kiburi kwa mume wako. Kuna wamama wengine wana viburi vya ajabu, wana viburi vya asili. Nakumbuka siku moja nilikuwa pale Morogoro. Wakati niko pale Morogoro, kuna kijana mmoja alikuwa amemuoa binti fulani. Wakati yule binti kumbe nyumbani amefanya kiburi fulani, alafu pale kanisani tunaabudu kanisa lile pamoja na wazazi wake. Sasa yule binti mume wake akamuita kwa nidhamu,
Kumbe alikuwa ametoka pale bila adabu kule nyumbani. Akamuita kwa nidhamu, mama fulani, tafadhali naomba hebu tuzungumze huku nje. Mbona uliondoka bila utaratibu? Basi chukua hiyo sadaka. Uliondoka mimi bila kupatia sadaka. Akasema toka zako. Wewe unafikiri mimi napenda visadaka vyako? Akatupa chini. Yule kijana akambuta pale pale kanisani nje. Hapana, hakusubiri. Alafu kumbuka, yule kijana aliyempiga mama yake wa binti tunasali naye mle ndani, mama mkwe kwa lugha rahisi. Sasa kipindi hicho yule binti akaingia mle ndani, analialia, ni kama ana maombolezo fulani ya wingu. Usidhani watu wanaomba makanisani kwamba wamefurika. Kuna kuwa na vipengele, kuna makorokocho ambao wamekuwa wametoka nayo nyumbani. Acha hivyo vinyangarakata vyako, kwa sababu Yesu anakaribia kuja kufumba na kufumbua. Utahukumiwa mama, kwa ajili ya kiburi chako, kwa ajili ya ujinga wako. Ukifa katika hayo makorokocho, hakuna kwenda mbinguni. Sasa akaingia akaanza kuomboleza. Sasa mimi nikagundua, nikatoka nje haraka. Mimi nilikuwa ni shemasi kwenye ile kanisa, nikatoka nje haraka. Sasa mama Getrude, alikuwa anaitwa Getrude huyo binti. Mama Getrude alipoona binti yake analia, akasema akamvuta nje. Kuna nini binti yangu? Sasa mume wangu amenipiga. Mama Getrude alipalangana. Haiwezekani mimi kunipigia mtoto wangu kanisani, sikakwenda karudi. Nikamtuliza mama Getrude, njoo, nataka nimfiche kule kwenye kona. Anasema hapana, mimi zile asili bado, asili za kwetu bado zile asili za kwetu. Yawezekana uko hapa una asili ya mizimu ya kwenu. Hiyo mizimu kalisha pembeni, hiyo miungu kalisha pembeni. Asili za vipuri, asili za umalaya, ebu kalisha pembeni. Shikamana na Mungu wa kweli, ili siku hiyo kufumba na kufumbua, ili siku hiyo ukafufuliwe. Utakapofufuliwa ukawe ni miongoni mwa wale watakaong'aa kama mwangaza wa anga. Wakina nani watang'aa kama mwangaza wa anga? Wale ambao walikuwa wanafanya mema chini ya jua. Biblia inasema ya kwamba napendezwa na watakatifu walioko chini ya jua. Kuna mtu mwingine alisema, yawezekanaje mtu akawa mtakatifu wakati Biblia hiyo hiyo inasema napendezwa na watakatifu walioko mbinguni, walioko duniani. Hapa duniani kuna watakatifu, na utakatifu ni kuishi kama Mungu anavyotaka. Acha hayo makorokocho. Kwa nini najisikia kuzungumza sana makorokocho ya Wakristo? Wenda uko hapa nyumbani ukutoka vizuri. Ebu unaposikia maneno haya, katengeneze kwanza nyumbani kwako, alafu ndo uje hapa uimbe pambio. Itakuwa sala ukiimba pambio hapa, alafu kumbe huko una makorokocho ya ajabu, una vinyangarakata, una uchafu wa kawaida kabisa. Kuna wamama wengine wakati kwenye familia zao wanapotoka hawaangaliagi mazingira, hawaandai mazingira vizuri. Unakuta kibakuli kingine kiko pale, kibakuli kingine kiko pale, vinepi viko kitandani, sika kwenda karudi. Alafu anasema baba anakutesa. Huyo baba anatakiwa kutese sana, kwa sababu kwenu hakuna wakubwa. Haiwezekani ukawa na tabia za ajabu kama hizo. Mimi nataka niwaambie wapendwa, hebu tujitahidi kujikusanya mbele za Bwana. Na imekwisha kuwa jioni, saa imeendelea mbele, kufumba na kufumbua. Hatujui ni siku ipi Yesu atakuja duniani. Tengeneza maisha yako, ishi katika maisha ya utakatifu, ishi kwa tabia njema na majirani. Kuna wapendwa wengine hawaelewani hata na majirani, wakati Biblia inasema kuna dhambi mbili ambazo ukifanya huwezi kusamehewa.
Dhambi ya kwanza ni dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu, lakini dhambi ya pili ni dhambi ya kutokusamehe. Kuna wakati mwingine mtu anasema mimi nikimfunga mtu siwezi kumsamehe kabisa, na wewe hautasamehewa kabisa. Acha kuishi na vinyongo na wapendwa wenzako. Kuna wanakwaya wanaimba kwaya moja alafu hawasemeshani. Akiona adui yake amesimama hapa, yeye anajichetua, anakaa nyuma. Huo ni Ukristo wa wapi? Huo ni Ukristo wa wapi wapendwa? Huo ni ushirikina. Kwa Yesu hakuna hayo makorokocho. Kwa Yesu hakuna tabia hizo za ajabu. Hebu tujitahidi kuvunja viburi vyetu. Tujitahidi kufanya maachilio. Tujitahidi kuwasamehe waliotukosea. Yesu alisema hivi, jirani yako akikukosea samehe 7 mara 70. Kumbe msamaha hauna kikomo. Hata kama amekukwaza leo, hebu endelea kumsamehe kwa ajili ya faida yako mwenyewe, kwa sababu usipomsamehe hautasamehewa na wewe. Hebu jinyenyekeze mbele za Bwana. Hebu jikusanye mbele za Bwana. Hili neno lipangue kwanza moyo wako, ndio liende kwa mataifa. Nimejisikia kusema haya maneno kwa sababu makanisani kuna makorokocho mbalimbali. Hebu hayo makorokocho yapishilie mbali, yapishilie mbali. Acha hayo matakataka yako, kimbilia kwa Yesu kabla hasara hiyo haijakupata, kwa sababu Yesu anasema itakufaidia nini mtu ukipata ulimwengu wote alafu kapata hasara ya nafsi yako? Nafsi yako haina mbadala mama, nafsi yako haina mbadala baba. Itunze nafsi yako, tunza njia zako, tunza utakatifu, ili siku hiyo kufumba na kufumbua itakapofika hiyo siku, basi ukawe wenye kundi la wale watu walioandikiwa kwenda mbinguni. Pigia Yesu makofi mengi. Kama nilivyosema, watu hawaogopi kufa. Siku fulani nikiwa pale Tunduma, nikaona kuna vijana wanaenda kuzika swaiba wao. Yule swaiba wao alikuwa ni mwanakilinge mwenzao, wale kwenye kikosi cha wavuta bange walioshindikana sana. Pale Tunduma kuna vikosi fulani wenyeji wa Tunduma wanapafahamu. Kuna maeneo fulani wanaita Mangurueni. Kule Mangurueni sasa akafa mjita mwenzao. Mimi nikawa nimetokea huku kanisani, nafika pale Sogea. Nilipofika pale Sogea nikashangaa, wamezuia barabara. Wale majita wamezuia barabara kabisa, magari yanatembea taratibu. Wamelibeba jeneza la swaiba wao, hawajalibeba kwenye gari, wamelibeba kwenye mabega, wanatembea na lile jeneza. Kumbuka makaburini ni mbali, wametoka masafa marefu, wanasema swaiba wetu amelala. Alafu kipindi hicho wanavuta bange hadharani, na kwa sababu mimi nilikuwa mvuta bange sikuona ajabu kwa hilo tatizo. Nikaamini kwamba huenda wakati wao bado. Sasa kitu cha ajabu, wanasimama barabarani, wanatua lile jeneza lao, wanalikalia, wanamfunua kidogo, wanasema swaiba umelala kweli. Alafu wanavuta na bange, wanampulizia moshi, wametanda barabarani, barabara yote imefungwa. Alafu wameweka ule wimbo unaoitwa unasema nitakukumbuka daima milele, ipo siku moja tutaonana mwenzangu. Sika kwenda karudi, sika kwenda karudi, sika kwenda karudi. Wanalafu pale. Nikatafakari sana, nikawaza sana. Wamelikalia lile jeneza, wananyanyua, wanapuliza masumba. Mimi nikafunga pamoja na nikafunga nao safari, nikageuza pikipiki yangu nikaanza kuwafuata mpaka makaburini. Nikakuta vibinti vidogo vidogo ambavyo alikuwa anavuta navyo bange viko pale vinalia kweli. Alafu kibinti kimoja kikachomoka kule, kikaja kikawacha ile bange. Kasema yani kwa kweli umekufa kweli, yani ndio umekufa, yani umekufa swaiba wetu. Nikashangaa sana, nikaamini kwamba ile roho ni roho imewajaa. Alafu kipindi hicho
wamesahau kabisa kwamba yule swaiba wao ni kweli walivyokuwa wanasema kuna wakati tutaonana kweli, lakini tutaonana katika kipengele kipi? Katika yale makundi mawili, katika kondoo na mbuzi, atakuwa kwenye kundi gani? Lakini kwa dalili zile, maana yake yule swaiba wao atakuwa ni kwenye kundi lile la waendao jehanamu ya milele, ambako kule Biblia inasema kutakuwepo kilio na kusaga meno. Watu wanapoishi duniani wanajisahau sana. Mpendwa, usijisahau, hayo maisha yana mwisho, na tunapokufa hatupotei. Kufa ni kubadili mazingira. Tengeneza maisha yako wakati huu unapoishi chini ya jua. Hebu jihoji nafsi yako. Ni kweli injili zimehubiriwa sana, lakini watu matendo yao hayapendi kubadilika. Hebu badilika mama, badilika baba, popote unaposikia sauti hii, kubali kubadilika. Hebu sema amina. Sema tena amina. Sema tena amina. Na hata hivyo tunapokuwa tuko hapa tunanawa tu, kama nilivyokuambia ya kwamba mahali hapa tulipo wako malaika waandishi wa habari, ili watu siku hiyo watakaposema mimi sikusikia habari zako, atafungua ukurasa huu, hii picha atawaonyesha kwamba siku ile nilikuwepo pale Tukuyu, mtaa wa nani hapa, mtaa wa Kiwira Road. Nilikuwepo pale, ulisikia yale maneno. Hapa malaika waandishi wa habari wako kabisa, ingawa hawaonekani katika mboni za macho. Kwa sisi tunahubiri, kazi ni kwako, matengenezo ni ya kwako. Hata hivyo tulikuwa tunakukumbusha tu, upende usipende utajaza mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila shaka naamini tumefika mwisho. Tunaweza tukasimama tena tukaomba, kwa sababu tumefikisha hizi habari kwa uaminifu, ili watu wavunje dhamira zao, wajikague, kwa sababu mahali ambapo tunatarajia kwenda pamefika karibu kabisa. Hebu jikusanye vizuri mbele za Bwana katika dhamira yako, ili Mungu wetu akupe wepesi wa kuimaliza safari yako salama. Tunaweza tukasimama tafadhali, alafu tutasogea tufanye maombi kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kazi ambayo imefanyika mahali hapa. Nakupenda Yesu, nakupenda Yesu, nakupenda hey. Nakupenda hey, Yesu, nakupenda hey, Yesu, nakupenda hey, Yesu. Amina, amina. Hebu fuatisha maneno haya, sema: Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutukumbusha
kule tunakotarajia kwenda. Yesu tusaidie. Yesu Kristo tusaidie. Tuwapo njiani tuwe na maamuzi ya busara. Imani zetu zinapojaribiwa, Bwana Yesu tusaidie. Mwisho wetu ukawe mwema. Tusije tukanyosha vidole kwa wengine alafu sisi tukajisahau kujiandaa. Bwana Yesu tusaidie ili mwisho wetu uwe mwema. Baba wa mbinguni, tukiwa mbele zako tunakushukuru. Hebu nenda mbele za Bwana kamshukuru Yesu wa Nazareti, simba wa kabila la Yuda, uishe milele. Wewe ulaye kama moto. Asante Bwana kwa ajili ya kutukumbusha maneno yako ni kweli, maneno yako ya uzima tuliyozungumza hapa halitapita kamwe. Wewe ni Mungu wetu, tunarudisha sifa na utukufu mbele za uso wako. Zaidi ya yote, endelea kutembea, sema na familia za watu, endelea kusema kwa mioyo ya watu, endelea kusema kwa familia za watu, watu waliokata tamaa, watu waliovunjika moyo, watu waliojeruhiwa, watu waliorudishwa nyuma. Yesu, kumbusha watu, pata watu, kusa watu kwa maguso wa ila yako. Mausai na leo usepote na ile bota wandarikabisha mauru. Yesu tembea, fanya makumbusho ndani ya dhamira za watu wako. Jioni ya leo tunarudisha sifa na utukufu mwingi mbele za uso wako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pigia Yesu makofi mengi. Glory. Ongeza tena makofi mengi. Amen. Wakati wa baba askofu alisema mwishoni atakuwa na neno, basi tutamkaribisha ili aweze kusema maneno machache kidogo. Amen. Na kukuweka sawa vizuri. Amen. Amina. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, hapa nilipo nikaangalia askari huyu, nikaleta rohoni kwamba hizi ni mbiringe za rohoni. Kama inaonekana kama ni Amen. Kumbe ndivyo ilivyo. Amen. Amen. Mari hapa hapana mchawi, hapana mganga, atakutana nayo. Hebu tu usifyatu linaweza likapitiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, mimi nimesema hapa nimekanyaga Jumatatu kuonyesha ishara. Niliokota kumbe haka kalibaki. Jumanne niliokota kumbe haka kalibaki. Nilitupa wapi? Nilivikusanya hapa. Sio mgeni. Amen. Nitakaokota kesho. Ndugu zangu, watumishi wa Bwana, tumeleta neno la Bwana, upendo wa Yesu Kristo usiochanganywa, ili Bwana akija umlaki Bwana hewani. Zile kwamba unajua mtumishi wa Mungu, tusiseme maneno mengine. Neno la Bwana tu la tosha. Wewe mwenyewe ndio amue kutafuta vitu vingine, lakini ukitembea na neno hili, mbingu hii hapa. Lakini ukitafuta njia zingine kufariji, katafute mafuta, katafute chumvi, katafute vitambaa, inawezekana una mbingu nyingine. Lakini mbingu ya Yesu ni hii. Karibuni kwa mkutano huu. Amen. Bwana azidi kusema nawe. Amen. Jikague, jipeleleze. Amen. Tumishi wa Bwana. Amen. Bwana akubariki sana. Amen. Asante kwa waimbaji. Asante kwa sifa. Amen. Unajua Yesu ni mfanyabiashara kweli kweli. Amen. Hataki kitu kiharibike. Ndio. Ukisema unajua kwa Yesu huku mimi ni kijana. Uliona vijana hapa mpaka socks zinataka kutoka. Amen. Viatu vimetoka.
vinatoka, socks zinataka zitoke. Amen. Yesu anaita vijana. Amen. Ukisema mimi kwa Yesu huku ni mama. Step hapa akina mama, yani wenene wanakuwa wembamba. Hiyo yote ni Yesu anafanya biashara. Amen. Wamekwenda China, wameleta hiki, wameleta hiki, wameleta hiki. Ukienda dukani ni wewe tu ushindwe kununua kwa sababu huna ya kununulia. Ndiyo. Lakini thamani zote unazotaka zipo. Ndiyo. Na Yesu ni mfanya biashara. Amen. Amelita kina mama kwa kila namna. Amen. Kama ni dada wapo hapa, wanakukaribisha kwa Yesu kwamba Yesu anataka muone. Amen. Kama ni wazee, sema unajua mimi ni mzee, nimepita. Bwana Yesu, tupo karibu, tupo wazee wenzangu. Amen. Sasa utajitetea wapi? Hapa hapo. Utajitetea wapi? Hapa hapo. Vijana wapo, watoto wapo, wazee wapo, akina mama wapo. Utasema mimi sikumjua Yesu kwa sababu nilikuwa na hali hii. Hapana, ameita wa hali zote. Zote. Amen. Zamani ilikuwepo ile, tulikuwa tunakwenda, ilikuwa tena kutokea Kenya kule, walikuwa wanasema prayer. Nikicheza hapa alafu yule Ndina unanyosha mikono, chukuaga tu. Lakini sasa Yesu akageuza. Ukiona step hizi zile kule ziko kwa Yesu, wanacheza step chukuaga tu. Yesu chukuaga tu. Kama mama huyu tulikuwa tunacheza kule maplayer zile bumping. Tunachezea hapa. Kwa Yesu tumezichukua zile, tumezileta hapa. Amen. Mwingine afikiri labda kwa Yesu hakuna bumping, zipo. Ndio. Sasa Yesu ahubiri vipi? Ndio. Yesu akusemeshe vipi? Ndio. Kasoro ulevi. Hapana. Yesu amesema hapana. Dhambi hapana. Ila asema furahini katika Bwana. Tena anasema furahini. Lakini furaha inaanza wapi? Kwa neno hili ambalo limehubiriwa katika uwanja huu, mtawa huu wa Kiwira Lord. Amen. Mtumishi wa Mungu, asante kwa kazi njema. Amen. Mmemnena Yesu bila kumpunguza. Amen. Mmemnena Yesu toka juzi Jumatano. Amen. Mimi nilikuwepo hapa Jumatatu, nilikuwepo Jumanne, leo tupo, tutafunga wote kipindi. Karibu mtu wa Mungu, karibu kwa Yesu. Amen. Karibu na Bwana awabariki. Kaniokota, kanisafisha, kanibariki. Yesu kaniokota, saidia kuimba. Kanisafisha, kanibariki. Kaniokota, kanibariki. Saidia, shika mic. Yesu kaniokota, kanisafisha, haleluya. Kanisafisha, kanibariki. Kaniokota, kanisafisha. Twende. Kaniokota, kanisafisha, kanibariki. Kaniokota, kanibariki. Kaniokota, kanisafisha, kanibariki. Kaniokota, kanisafisha, kanibariki. Kaniokota, kanisafi, kanibariki.